Nyuma ya kila tukio behind every event, kuna kusudi. there is a purpose. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo kwa muda mrefu tumekuwa tunajifunza kwa habari ya falme na mamlaka, lakini tukachukua vipengele kadhaa, na leo tutachukua kipengele kingine katika hiyo falme na mamlaka. Leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya kuvikwa nguvu. Kuvikwa nguvu. Kuvikwa nini? Nguvu. To be equipped. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuvikwa nguvu. To be equipped with God's power. Kwa leo tutaenda kutazama kwa msaada wa Bwana. We're going to focus on this. Kwa habari ya kuvikwa nguvu. About being equipped by God's power. Kwa nini tuvikwe nguvu? Why should we be equipped by God's power? Sababu ni ile ile. It is the same reason. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuweka msingi wa hicho ambacho nataka kusema, to put foundation what I'm about to say, kuandika kichwa cha somo cha leo, kuvikwa nguvu. Be equipped. Ni kipengele ndani ya somo refu ambalo tunalo la falme na mamlaka. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo, therefore, kuvikwa nguvu. To be equipped by God's power. Kwa nini kuvikwa nguvu? Why should we be equipped by God's power? Tunaposema falme na mamlaka, when we talk about kingdoms and authorities, kwenye Waefeso Biblia inasema, in Ephesians the Bible says, we have to wrestle against. Tunatakiwa tushindane dhidi ya. Kuna mpinzani tunaye. There is. We have an opponent. Kuna mpinzani tuko naye. Yupo mtu ambaye tunashindana naye. There is our opponent to whom we battle. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kabla hujavaa vizuri, before being equipped, kuna mtu alipigana vita kawa unavaa vizuri. Mimi nakumbuka katika kukua kwetu, I remember in our growth, tulikuwa tunavaa nguo zina viraka. We are taking on clothes which was. Nakumbuka nilishashona kilaka kwenye nguo. Ninakumbuka. Kwa unakaa chini mpaka makalio yanakula nguo kwa nyuma, huku kuna bakia na vitobo huku. Unachukua kipande ka nguo unafunika. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lakini but watoto nilio nao, niliowapata mimi ambaye nilivaa vilaka zamani, watoto wangu hawatavaa vilaka. Hawawezi kuvaa vilaka. Kwa sababu gani? Hapa katikati kuna vita imepigana. Kwa nini tuvikwe nguvu? Why should we be equipped by God's power? Na agizo hili sio agizo la mwanadamu. That is not a man's order. Ni agizo la Mungu. It is a God's order. Mungu ndiye aliyesema, God the one who said, ili mfae, for the purpose of being, ili mfae, for the purpose of being equipped, ili muweze, so as you can be able kuishi kwenye ulimwengu, to live in this world, kutawala kwenye ulimwengu, to take over this lazima mvikwe nguvu. We must be equipped by God. Kama ulikuwa ujui, if you didn't know, kama una nia ya kusoma kwenda mbali, you have a purpose to study more, lazima uwe na nguvu. You must have some power. There must be some power in you. Lazima kuwe na nguvu ndani yako. You must contain some power. Lazima uwe na nguvu. Lazima uwe na nguvu. You must contain kama some power. Kama huna wewe, hiyo nguvu lazima iwe na mtu mwingine. That power should be someone. Yawezekana wewe hujui, lakini kuna mtu mwingine ambaye yupo mahali, who is somewhere, amelichukua swala lako, na amesema ya kwamba huyu mtu atasoma mpaka vyuo vikuu. Yawezekana wewe hujui, lakini kuna mtu nyuma yako ambaye anasema huyu mtu lazima asome. Hizi ni siri za ufalme wa mbinguni. This is God's mystery. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kabla hujataka, sikiliza vizuri. Listen. If you have any mission, kama una jambo lolote, kama una kitu chochote unatamani kukifikisha, if you have any mission you are about to accomplish it, unahitaji nguvu. You need power. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. It takes power. Inahitaji na nguvu to possess, ili uweze kumiliki. Wangapi wananielewa? How many of us do understand? Nataka nikupe siku hii, ni siku yako leo.
This is your day. Usikubali upitwe na neno hata moja. Do not let anyone to bypass. Na sio tu kupitwa na neno moja. Not to be bypassed by anyone. Usikubali hali yoyote kwenye maisha yako ikutawale. Do not let any situation in your life to dominate. Refuse to be dominated. You have to kataa kutawaliwa. By any circumstance. Kwa namna yoyote ile. Refuse to be dominated. Kataa kutawaliwa. Kataa. Refuse. Kuwa chini ya to be dominated. Umaskini. To be kuwa chini ya to be on utasa. Kuwa chini ya to be on ukahaba. Kuwa chini ya to be on ya chochote. of anything. Unatamani kujenga nyumba, you wish to build a home, haitatokea bure bure. it will never happen. Kwa sababu wakati wewe unatamani, because the day kuna mtu anasema huyo atakufa bila kujenga nyumba. He will die before. Wewe unatamani kuolewa, you wish to get married. Kuna mahali mtu yuko anatamka kimya kimya, hajawahi kukupa taarifa, wala usitegemee mwaliko, hawezi kukualika, lakini anasema hivi, hicho unachotaka wewe hautakipata. Wewe unatamani mtaji wako ukue, kuna mtu anasema mtaji hautakuwa. Naomba mnisikilize vizuri. Yaani usikubali kabisa leo upitwe na neno hata moja. Do not let anyone to bypass you. Shetani anaweza akatamani kuwafedhehesha hapa kwa namna yoyote. Kuvikwa nguvu. Sema Bwana Yesu, say Lord Jesus, nivike nguvu ili ukae kwenye ndoa, so as I can stay in a marriage, ukae mpaka ukae. You need power. Unahitaji kuvikwa nguvu. You need what? Unahitaji nini? Power. Unahitaji nguvu. Beyond your beauty. Nje ya shughuli zako. Power is needed. Nguvu inahitajika. Beyond your beauty. Nje ya urembo wako. Nje ya kuwa mrembo. Nguvu inahitajika. Nje ya kuwa mjuzi wa mapishi. Beyond of being nje ya kuwa na maneno ya kubembeleza kama ya Delila. You need power. Unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu. You need power. Kama unaona watu wamemiliki mali kwenye mji huu, you see people possessing properties in this city, they have power. Wako na nguvu. Na nguvu. They have power. You need power to possess. Unahitaji nguvu ili kumiliki. Unanielewa vizuri? Are we together? Yawezekana perhaps ukaona ni kwa sababu labda, you can see maybe, labda kwa sababu ya mahubiri. Kwa mfano mimi ni mhubiri wa injili. I am a gospel. Na mimi sio mhubiri wa injili wa ukelewe peke yake. Mimi ni mhubiri wa dunia. I am an international. Bwana ameniita kuhubiria mataifa. Bwana ameniita kuhubiria mataifa. Nimetuma kwa ajili ya mataifa. Sasa waza, kutokea huku porini, sauti iwe sauti ambayo mtu yuko Marekani atasema nina baba wa kiroho ukelewe. Power is needed. Kuna nguvu inatakiwa. There is a power which is needed. Kama kuna wakati wanadamu watakuheshimu, you need to respect you. Unahitaji nguvu. Nanielewa vizuri? Do you understand? Unaweza ukawa na neema, you may have a grace, ila huna nguvu, but you don't have power. Utaniambia sasa Mungu anafanyaje? Mungu akikupa neema si anakupa na nguvu. When God gives you a grace, He gives you the power. Bwana asifiwe sana. Amen.